Clouds TV, empowering lives. That very year that Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne. So before the death of Uzziah, he was not, the Lord was still on the throne, but he could not see him. Because the arrangement of God is that things happen because of another thing that is about to happen. Things just don't come. They don't just come. Vitu havikuji hivi hivi. Vinakuja kwa sababu kuna mipangilio. Na kitu kimoja kinasababisha kingine kifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kuwa hapa asubuhi hii sio kwa sababu ulipanga kukua hapa. Lakini Mungu alikupangia kuwa hapa. Sio kwa sababu ulitaka. Kwa sababu ati kuna ratiba zako umezipanga na zimekuwepo. Na kwa hivyo vitu lazima vifanyike kulingana na mipango yako. Havifanyiki kabisa katika mipango yako. All things work together for good. Hallelujah. All things, they work together for good. Whether they are good things or bad things, they all work together for good. For those who know the Lord. Hallelujah. For those that only know the Lord, who love the Lord. That is, when things happen to you, it is because you are in the system of God. For you to understand the spiritual awakening, you must be in the system. Lazima uingie kwenye system. For you to understand the language of that system, you must know the system. For you to be where God wants you to be, you must be in the system of God. For you to be able to understand the systems ambazo ziko ndani ya mfereji wa Mungu. For you to be able to understand the time, the season, and also be able to understand why and the reasons for everything. Bwana Yesu asifiwe sana. In that year that Uzziah died. So Uzziah lazima angekufa kwa sababu Uzziah was a project against you. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzziah was a project that was working against you. Those systematic systems that operate to stop you, to make you not move, to make you not succeed, are those things that the Bible is talking about. In the year when systems za kishetani zitakuacha. Wakati harakati zako zitaachana na wewe, wakati utaacha kujihisi wewe, wakati utaondoa ubinafsi, kujiona mimi, kama si mimi, kama si nini, kama the time you remove yourself from the plans of you and then you insert the plan of God into you, that's the time you will see God. There must be a conditionality for you to be successful. For you to win in this battle, you must drop down yourself completely. Uzziah in you must die. The plans that you have must die. The reasoning, the good ideas you have ambao ulipata shule, ambao experiences umepata kwenye makanisa fulani, they must die for you to be in the program of God. Because the program of God is only God who knows how he has programmed. It is not your teacher. It is not your pastor. It's not your apostle. It is not the people around you that will shape you. But things around you will force. One thing will cause another thing to happen. John had to be arrested for Jesus to start moving. And when he moved, wherever he went, akafika Zebulon and Naphtali, then he got two men. The men who are just, as he was walking. The Bible says, as he was walking. So what was Jesus doing? He was doing a prophetic walk. As you are doing prophetic works, as you are doing prophetic moves, as you are doing prophetic ministry, as you are doing prophetic sleeping, because even when you are sleeping, you are supposed to be prophetically sleeping, doing things prophetically. As you are working in your office, you become prophetic. As you are preaching here, you become prophetic. Anything that you're doing. So Jesus was prophetically moving. As he was moving, he encountered two men. And these two men happened to be the pillar of his ministry. So you must have activated the spiritual power to guide you towards the people that are needed in your life, the people that are needed in your ministry, the people who are needed in your business, the people that are needed in whatever that you do. You don't just go and sleep and wait for God to manifest in you. No, you must be doing something that will cause the manifestation of God. Bwana Yesu asifiwe sana. For a car, you cannot push a car. Like now, you find a car here, it has got no fuel. After you push it, ufikirie itaguruma. It will not guruma. You push and waste your time.
until you put the fuel into the engine. Then the car will start. And again, this car cannot move if it doesn't have oil of the engine. So for the oil, for the engine to be to regulate, ianze kutembea huko ndani, lazima iko na engine oil. Despite that we have fuel to fuel the car to go, but also you need the engine oil for the engine to roll out. Bwana Yesu asifiwe sana. So the car, it is you, but the oil, it is the spirit that God puts inside you to make the engine roll. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is the most important part of your life now, where we are when we get Mungu ametukubalisha, tumeingia into the spiritual awakening. Is you now to understand you have to drop anything belongs to you. I has to go, and now the Spirit of God picks up. That's what we say. Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. These things were there. Before Uzziah died, these things all were there. God was not born this day that Uzziah died. God was still there. He was still seated on the throne. He was still lifted up. He was still filled the table. But time had to come for Uzziah now to die, for Isaiah's eye to open, the spiritual eye to open. So there are things in you. There are things in you that must die today. You must kill them. That personality thing to go. That individualistic life to go. That ownership to go. That ideas zako to go. That experience yako to go. Hiyo macho yako ya kuonaga watu wote hawajaokoka iondoke. Hiyo macho yako ya kuonaga watu wakifanya makosa iondoke. Mpaka ukuwe na macho ya kuona katika ulimwengu wa kiroho. Unaona, yes, mtu huyu anatenda dhambi, lakini ako na kitu ndani yake anaweza kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Until that you dies, you cannot have the spiritual awakening. Until that you dies, you cannot be able to have a prophetic move. Until that you dies, you cannot get into your season, into your time. Until you die, that you dies. Because you must come down for God's personality to come up. Because God is not man to share the glory with anybody. It is him, and if it is not him, it is him. That is the principle of God. It is him, and if at all you find it is not him, it will be him. That is the reason God wants you to purify yourself. That's the reason God wants you to shut down all the propagandas you have about yourself, thinking that you are so important, thinking that you are so special, thinking that things cannot work if I am not there, thinking that things cannot move if I am not involved. That wakati niliingia hayo kwa ministry, ndio maneno ilianza kubadilika. Hakuna. Hapana, nikukuta ulikuta Uzziah amekufa jana. Hakuna kitu ulikuja kubadilisha. It is the same ministry, but Uzziah ndiye alikufa jana. Tukaanza kuona vitu zingine. Wewe nikukutilia, ulipanda basi kwa stage. Unajua iliasia safari wapi? Iliasia Kisumu. Na imekukuta Nakuru. Alafu unasema wakati niliingia hiyo basi ndio waliweka muziki ya love song. Hapana, walikuwa wameweka muziki mingi ya love song iligiriria Nakuru. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not because of you. No, it was your CD ilikuwa imeprogramiwa, itaimba hii, imbe hii. Sasa ikiwa Nakuru ndio rafu song iliingia. Sasa ukafikiria ile ya Dolly Parton. Na ndivyo napenda Dolly Parton, mpaka unakuta kunaidisha kichwa na unasema when I just entered there things changed. No, nothing. Hakuna kitu ulichange. Hakuna, wewe ni bure. Hakuna, nikukuta ulikuta gari ikienda. Kabla vitu zichange, zilibadilishwa, zilianza saa ngapi? Si ujiulize maswali. Zilianza saa ngapi? Ndio hiyo vitu ichange. Because when something is changing, it's changing because it was in motion. Hello? So you ask yourself, when did the motion start? For you to come and change. What did you change? Ni sipata gani ulitumia? Namba 12 ama namba 10? Bwana Yesu asifiwe sana. You ni kujikuta umejikuta in the season, in the time ya hiyo song. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you are keen enough, usikie umejikuta into what really you want, it is because you are in the season and you are in the time. No, sasa tembea na hiyo season.
usianze kuleta ugaidi wako, usianze kuleta ujembazi ati hii lazima ibadilishwe, hii lazima ikue, lazima iende hivi, lazima iende hivi. Flow with the flow of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Allow the flow. And allowing the flow is to allowing the presence of God to be here. That is why we push for the intercessory ministry. That's why we push for the worship ministry. That's why we push for everything to move and to allow the Spirit of God to take over. If you don't allow the Spirit of God to take over, you will struggle because there is no Spirit of God to guide you. And this is the reason Jesus said, nimeondoka lakini nitawatumieni nani wa kumsaidia. So katika maisha yetu tunahitaji msaada. Katika maisha yetu tunahitaji kusaidiwa. Kwa hivyo that's why tulitumiwa msaada, tukatumia Roho Mtakatifu. And Roho Mtakatifu, to bring the presence of the Roho Mtakatifu, we must have a conducive team, a team ready to accommodate, a team ready to create the atmosphere for the Holy Spirit to come. And this team must have the relationship with God. And the relationship with God is to be in a prayerful mood. It's to walk in the presence of God. Jesus prepared his alignment with his destiny by walking. He was walking, preparing himself. And as he was walking, he prophetically walked. And when he prophetically walked, he met the right people, these right people, and again he met the other two brothers. And after meeting the other two brothers, the ministry immediately started. And that's the time he started healing people. Bwana Yesu asifiwe sana. After meeting the four, now they were five. The grace of God, they were five. He accomplished the mission, the plan of God. He accomplished the reason why God brought him on earth. That is the time alianza kufanya kazi. Lakini hangefanya kazi kabla John ashikwe. Maana kule walikuwa wanaishi na kina John, walikuwa naishi kwenye territory ambayo haina kibali cha huduma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima Mungu angemvuruga ndio aondoke kwenye ile territory, atoroke aende kwa Naftali na nani? Na Zebulun. Akatika hapo akaanza, the spirit iliyo ndani yake ikapata nafasi, ikasikia the condition sasa ni poa, ikasikia environment ni poa, ikasikia kila kitu kinafanyika, ikasikia sasa tunaweza kupaa kwa sababu we are in the right place and in the right season. So you must, for your spiritualism to be awakened in you, you must be in the right place, in the right time, in the right season. Bwana Yesu asifiwe sana. And allowing God to push you to the levels, because Yesu angetoroka angeenda kwingine, lakini aliposikia msukumo umeingia, alienda to the right place. Bwana Yesu asifiwe sana. So we must be in the right place. That is how Jesus ministry started. Jesus hata kama alikuwa mwana wa Mungu, haingeanza kama angeenda kwingine. He could have struggled. Bwana Yesu, kama angeenda kukutana na Kariuki na Mwangi, these things could not have worked, because it was not meant for Kariuki na Mwangi. It was meant for Simon and who? Andrew. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Andrew alikuwa amebeba kifunguo cha kuanzisha maisha ya Yesu, na Simon pia alikuwa, Simon ndio Peter, alikuwa amebeba, wao wawili ndio walikuwa amebeba kifunguo cha Yesu. Kwa hivyo unahitaji mtu ambaye amebeba kifunguo chako cha kukupeleka the next move. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda tena wakakutana na wajamaa wengine watatu ambaye ni baba na wavulana wake wawili. Baba alirudishwa nyumbani, lakini wavulana wakachukuliwa because baba hakuwa na chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. So kila mtu anakuondoka, mwache aondoke. Ukila mtu amehama kwenye ministry kama hii, mwache aende. Usimpigie simu muulize alienda wapi. Kazi yake imeisha. Wakati alikuwa hapa hakuwa na complain, lakini imefika amechoka, amesikia ni dano karibu huko digeke utakuikalia, na unaona ametoka, wachana na yeye aende. Kisafisha kesi yake thira. Nokora kuita safisha medhuguiti ni ciathira. Mwache aende ndio mwingine akuje. Huyo mwingine yako the next key akuje. Don't zuia watu. Na hageni hakuna mtu anaweza kukuzuia kufika kwenye hatima. Hakuna. Hata mtu ukikali ugatende nikuyagoyaga, nilikuwa naiba nini yake, spirit yake, nilikuwa naiba nguvu yake. Hakuna. As long as you are in the right place, doing the right thing, wanafanya kazi ya zero. Neko huwa kanua, neko huwa mwakiwe kireta mai kanua. Dukana tisho ni moda teko hata hali ndo agigweka. No, as long as you are in the presence of God, doing the right thing, atikoka kujikrea na kuja kunyonya yeye. Yes, utanyonywa ukiwa kwingine, lakini ukiwa kwenye territory yako hauwezi nyonyeka.
Mwambie mwenzako hauwezi kuninyonya. Jaribu, mwambie jaribu leo. As long as uko kwenye ground yako, as long as uko kwenye mahali Mungu amesema uko, hauwezi nyonyeka, hauwezi. Hakuna mtu ana uwezo. Kaa kwenye ground yako, wacha kukaa kwenye ground za wenyewe. Usipelekwe na watu wakupeleka kwenye ground zingine huko pembeni, watakunyonya, watakumaliza na watakuua. Kaa kwenye ground yako, tembelea kwenye plani zako, tembelea kwenye mipango yako, tembelea kwenye njia zako, tembelea kwenye nia zako, tembelea kwenye presence ya Mungu. They will not hurt you. Wakati nimejaribiwa mara ngapi mimi? They have tried everything. Na sitangangania, sitapigana ati kwa sababu wewe ni mkubwa niende kwa territory yako ndio tutoshane. No, I know my God is taking me step after step. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninatembea kwenye speed ya Mungu wangu. Mungu wako kama anakibiaga, mimi si mkibiaji. Bwana Yesu amsifiwe sana. Kama Mungu wako ni wa 100 meter, ni wa Usain Bolt, kwenda na yeye. Mimi nitakuja na Mungu akipchoge. Bwana Yesu asifiwe sana. If my God is ni kobe, mzee kobe, anaitaka tu pole hivi. Niache tu nikuja kama mzee kobe. Nitakuja tu. Wewe tagulia. Nitakukuta mahali umekalia kisiki, ukiniomba maji. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you only understand who you are. That is only when you understand how powerful you are. Because you are powerful. Nobody, hakuna mtu. The way kamwili hako, ugo ena kamwili kaiga na gathuya, ugo niguo ena hinya. We ena hinya, we tekie na hinya waku. Ena hinya wake na we ena hinya ke. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what, if you have that belief, usitishwe na mtu ati nilikuwa nimekaa hivi, nikivuruta, nikichukua anointing yake, unachukua ya nani? Yao. Yao. Hawezi. Jiamini. God has it for you. Walijaribu kufanya kila kitu cha kumaliza Yesu. Kutoka mwanzo they said, mtoto wa miaka 1, Yusufu mwenyewe baba yake aliambiwa mama ako na mimba, kauliza leo ya nani? Mimi na sijalala na yeye. How now? Akajaribu. He is the first person that tried to kill Jesus. It was Joseph. Because he was like, alikuwa anajiuliza, ndugu adome kugate. Watu watasemaje? Hii mimba siitolewe. Malaika akamtomokea shura. Akamwambia jaribu. Jaribu ndio uone moto. Akakuja mkia akambia rudi huko na uweze kusema ni mtoto ni wangu. Hivyo ndivyo wataambiwa wale watakuwa wamekuja kukunyonya, kupigana na wewe, wataambiwa jaribu ya nini? Kama usitishike, be where God wants you to be. Be in the plan of God. Be in the season of God. Be where God wants you to operate from. If you sit on that seat, nobody can touch you because God takes over your protection. Joseph alipoanza kuleta nyefu, hata mimi ningeleta kama nini Joseph. Mimi ngiale hata fujo tenemo na rosi nete. Lakini alijaribu kidogo hivi. Akaambia jaribu. Make another silly mistake and you'll find it rough. He was commanded to go and protect the pregnancy that does not belong to him. That is how they will be commanded. Hawachawi wanakujanga kukuroga. Hawachawi wanakujanga kukuambia maneno. Hawachawi wanasemanga wataiba nyota yako. Hawachawi wanasemanga wako na plan against you. They will be commanded. Watajaribu kuja kuiba, but they will be commanded wakuja wa support that vision. Hello? Sijui kama mmenielewa. What they will be commanded as they plan to bring you down, as they plan to bring you to destroy you, they will be commanded. Wataacha tu wakijigaba huko nje. Hata ndio tomoto ile. Ati ni kumaria ndaigirire ko. Ni kwa ministry yake yarugamire. Ni kumaria ndaigirire ko ule. Kwani nao mara. Ona kiale mo mara ya mundu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati gutiari ahoya Ngai maikarete oroguo matiahoyaga, yani kanitha ndiahina gatakanitha ndaigirire kanitha yo ri naguo gwacenjirie kwenda huko ndio thondeke yaku. Ulemeto ni guthondeka yaku na ni urahota guthondeka. Find your own path. Find your own path. Be in the systems of God. Be in the plans of God. Be in the timings of God, and the things will work. Bwana Yesu asifiwe sana. Me, I can even spend 10 million because of 1 shilling. Na injarishi nitatumia as long as Mungu ameniambia fanya hii. Nitafanya tu. Alafu Mungu anakuambia fanya, alafu anakuondokea.
anakuambia invest the 1 million hapa, kisha naondoka, hiyo million unaona imeenda into drain. I will not mind, I will spend another one. If I had it from God, I will spend another one if I have it. Because God cannot test you with a test that you're not able to handle. Hawezi kukwambia wekelea milioni 1 kama hauna milioni zingine 5. Hapana. Na utakaa tutavumilia, because God is also testing you. God is not looking at you, because when it is spiritual awakening, it is about test after test, test after test, test after test, test after, because God is planning. God really wants you to, he wants himself to be very sure this vessel is ready for use. Unaona kitu yote tagari kabla ingie kwa barabara inainanga test. Inaangaliwa, inasikilizwa, inawekwa kwa mashini, inawekwa kwa kila kitu, inasikilizwa vizuri kama inaenda kuua mtu, kama ama inaenda kusaidia mtu aishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dawa, wale wanatengeneza pharmaceuticals, lazima dawa hizo zifanywe utafiti wa miaka kutoka 10, 15, 20. Dawa ya malaria ndio ikuje ifanyike, ilifanyikiwa 15, people were still dying as they were testing. So you cannot be able to suppress anybody or any idea that is in the season of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Anybody or anything that is in season of God cannot be suppressed. It will still work. Despite the time, despite whatever. But now again, Cameron came earlier than it was designed by God. Now this one, it will work. I'm just giving you as an example to understand who you are, what you are. And the challenges that you are going through, they will not hurt you. Hata wakuje wakae hapa wafunge na idhito, wafunge na kila kitu, wafanye kila kitu, wakuje kwako, watandike kitanda na hiyo vitu zako, wakupatie chakula utakula, na itakuwa vitamin. Wakuwekee idhito kwa hiyo chakula itakuwa vitamin. Wakuwekee nini kwa chai itakuwa ile chai masala, itakuwa masala. Wakifanya nini itakuwa dawa. Wakifanya itakuwa dawa, na hakuna kitu kitafanyika kwako. Utaendelea kutoboa, maana Mungu amekupangia, Mungu amekufanikisha. Hawawezi kukuweza. Hadi kohota. When the spiritual awakening has come, the presence of God covers you. Wakati wana wa Israeli walikuwa wakienda, maana wakati wa kufufuo ulianza, Musa akaenda akawaambia, wakamwambia Musa wacha wanatika wanawe, akawaambia tunaondoka Egypt, akamwambia wewe muguruki. Wakaenda tena akawaambia ukira itodia, wewe tutikigia koma. But when the time came, they had a pillar of light. The pillar came and the cloud came. Moses told them, nitogotogorio neitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakaliona, makiona itu likimatogoria, makiona utheri wa Ngai ukimatogoria. They believed, not Moses, but they believed in the awakening. Bwana Yesu asifiwe sana. Bata Farao kaneta kwa Farao. Farao akakuja akawauliza, yani mnaenda? Mimi mniache mimi? Hakuweza mpaka akawafuata. Alipowafuata kufika kwenye mto, Musa akapasua mto, wakapita. Walipojaribu kupita, walimeswa na the same mto ulio protect nani? Musa. The same vessel God is going to use to protect you, the same vessel is going to kill your enemies. The same vessel ambayo itatumika kukupeleka mahali Mungu anataka kukupeleka, hiyo vessel itakuwa adui zako. Because the power of God is with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wasikujarishe, wasikutishe. Haya, the same vessel. Usiwe na wasiwasi. Just Uzi has to die. Verse number 2, please give me verse number 2. Uzi has to die for you. So lazima mtu akufe. Hello, hey. Lazima kitu kikufe. Mwambie mwenzako, lazima kitu kikufe. Yes. Hebu muulize tu kwa upole. Could you be the enemy in my life? Amekwambiaje? Hajajibu. Mwambie, sikiliza. Mwambie if you are that enemy, you are dying. You are dying. You cannot stop the process of God. Hawezi kusimamisha kazi ya Mungu. Hawezi kusimamisha mipango. Hawezi kusimamisha njia za Mungu. Hawezi kusimamisha. Motire kidogo gamia. Wanakoneke anyokwa. Dogero gamia. Yeah. When the wheel has started moving,
You cannot stop it. Kuna jamaa mtu aliona ule mguu ya tractor ikiroll, akaenda kuistop. Iliroll na ikaenda na ikamwacha akiwa flat na ikaendelea na safari. Na hata haikurealize kuna kitu imekanyaga. Watu ndio walikuja kusema haya huyu nikekea moria ako flat, ameshikanishwa na floor, amekuwa kama floor. Hivyo ndivyo maadui zako watafanywa. Watashikanishwa wakae kama floor na hakuna mtu atajua. Watu wakipita ndio watauliza nikekekea na modo. Nurasho lile kama modo yani itakuwa ni kama mtu kamechorwa hivi. Maana venye kamefinywa na kamelalishwa chini ndivyo watu wataona. Watu watasambaratishwa kwa sababu yako. Territory zitaangushwa kwa sababu yako. Mipango ya shetani itavunjwa kwa sababu yako. For you to become a Pharaoh, walikuwa wana travel all the way to Mount Kenya and they take ile ira. Hiyo ndio ilikuwa inaenda unafanyika kuwa Pharaoh. The 3 peaks, it is the pyramids. So they took inaitangwa cloning. You want to take a power from here. I will take it spiritually. I clone it. I take to where, kama sasa tuko na Yesu. Have you ever seen Yesu in here in church apart from Mary? Wewe umeshai kumwona? Lakini we are feeling his presence. We are cloned to the blood of Jesus. So as long as you walk in that spirit, you walk in that plan of God, you walk in that season, you walk in that place, then you cannot be able to tap the anointing until you tap. Kama sasa niko hapa as your spiritual father, until you are together with me, unakuwa one in the spirit. Hata tukae na wewe miaka 10, you will never tap anything from me. We must, lazima tuingiane. Lazima tutonyane vizuri kabisa. Tukiingiana kabisa, ndio what I'm having can be released to you. I cannot be able to release to a stranger. Na ndio naona Elijah alimwambia Elisha, ukiniona nikienda. Kwa hivyo alikuwa anamwambia nini? Usiniwache. Ukiona nikienda, utapokea. Mimi alikuwa anamwambia wahi galilo ugu hanini. Hotile kidogo kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must walk with me. Do things with me, stand with me. Ukisikia sipendi chuki, usipende chuki. Ukisikia sipendi mambo mingi moshene, usipende moshene. Ukisikia sipendi hii, usipende. Nikikwambia fanya kitu, fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you ulikubali kukaa chini yangu. Ulikubali mimi nikuwe baba yako. Kwa hivyo kubali nikutawale, kubali nikuongoze, kubali nikuambie. Otherwise there is nothing. Hautapata baraka zangu. You can't. Make noises. A father is not rebuked in the public. You cannot come and correct a father here. No. You don't. You are not permitted. Ati hapo ulifanya makosa. You are not supposed to do that. You will hurt me and I will hurt you. And I will hurt you big time. Bwana Yesu asifiwe sana. Find a way to come and talk to me as a father. Find a way, but not rebuking me. Not castigating me, not trying to kindly kuniput in an angle I feel like umeniaibisha kidogo. No, it will hit you hard. It will hit you hard. Hard as in hard. Because I will release my arsenals. Niko na arsenals nyingi kukuliko. Nitaachilia tu kamoja kakakutigisa. Utakaa chini vizuri and you will struggle for the next 10 years. Depending on how impact ile nitaachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. A father is not corrected in the public. You go find a way, find a system. Come to me as a son. Sit down as a son. Tafuta hata kama ni paragraph 300 kwa sababu ya one sentence. Tafuta paragraph gapi? 300 because of one sentence. Peter enda Thika. Teremuka wende baka Matu. Zugukia hiyo ukuje utokea Machakos. Na sasa hiyo umetoka Koja. Ulikuwa unakuja hapa. Bwana Yesu, lakini ukinionyesha wewe ni mjuaji. Na mimi nitabia Mungu ujuaji wangu uteremka kidogo and you be hurt. Sincerely you be hurt. And that is the mistake many Christians walokole they have done. That's many people are suffering in churches. That's why people are really facing challenges in churches because the rebellious kind of moves. Yes, your father might be wrong. Yes, he might be wrong. Why this guy anaitwa Ham
Ni kwa nini laana ilimuingilia? Laana ilimuingilia kwa sababu, si kwa sababu ya kuona uchi wa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya kukimbia kuambia mabrothers, baba ako uchi. Mabrothers walipokuja, hawakwenda kutafuta mabrothers, walijua baba ako uchi, wakachukua kitambaa, wakarudi kinyume, wakamwangushia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu aliyeenda kuambia, kama asingeenda kutangaza, hangepata na laana. That's the reason we need to walk righteously. That's the reason we need to understand the plan of God in our life. If you cannot understand the plan of God in your life, it means you're going to struggle and you're going to hurt yourself, because the more you discuss people, the more you hurt yourself. The more you discuss people, the more you become stagnant. The more you discuss people, the more you become hopeless, because you are not working as per to the plan of God, but working as per to the plans of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Above it stood the seraphims. Angalia, each one had 6 wings. With a twin he covered his face, and with twine he covered his feet, and with twine he did fly. So these are discoveries after Uzziah died. After you stop that musengenyo, after you stop that stupid nature of life, after you stop that kind of life that you are living, there are things that will manifest automatically. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kushinda ukisema ati nimeomba Mungu anisikii. Akusikii, maana wewe ni agent wa shetani. You're the devil's workshop. Once you get deeper to God and walk according to the plan of God and do the will of God, being in the season of God, in the time of God, in the place where God wants to be, things will just come out. Yani mambo inafanyika wakati wake. Huyu jamaa huyu alimuona Mungu ameketi kwenye kiti, si kumaanisha Mungu alizaliwa siku hiyo. No. God was still there seated on that throne. But until ujinga ilianza kuondoka, ndio akaanza kuona Mungu. Until uweke ujinga yako chini, until uweke upuzi, until uache masengenyo, until uache kujiona wewe ni mtu wa maana, until uache kujiona ni kama wewe, bila wewe things cannot work, until uache kuate dereka, until you stop that nonsense. That's the time God will come and see you. You will see God. Kila kegira gietuone Ngai ni uri mucio tukoragwa naguo wa gwitu na kwiona ta turi andu afata. Yes. What is this? What is this? Akireteri. Niguo etuire wa maana. Takwiro gathikori ara iguru. Shoka kuri Ngai. Just go back to God and you will see God manifestation in your life. Just be where God wants you to be. Do what God wants you to do. Be in the position and the things will work. Bethel Clouds TV, empowering lives.